Hebu soma tuone. Waebrania 13. Sema kwa pendo wa kike ni ndugu yako, wa kiume ni ndugu yako, lidumu. Kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa kwanza. Upendano wa ndugu na udumu. Upendano wa ndugu ni waliokoka, si tuliokoka. Usisahau kuwafadhili wageni. Maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Kwanza ndugu wa mkipenda, ni rahisi kumfadhili ndugu yako. Unafahamu maana kufadhili? Yaani kumsaidia kitu ndugu yako. Ukampa mtaji, ukampa nguo, ukampa sukari, ukampa sabuni, ukampa kiatu, ukampa hela. Yaani chochote unamfadhili ndugu yako. Sasa uweze ukamfadhili mtu mwingine wakati unamchukia. Upendano wa ndugu, kwanza upendano wa ndugu. Usio upendano wa siku moja, udumu siku zote. Baadaye usisahau kuwafadhili wageni. Hao wageni ndio watakaowaita Mungu na wewe utawaita malaika. Maana atakuja wengine atakufanyia kitu ambacho kutegemea. Hao ndio malaika. Sasa maana wengine wameshiriki na malaika pasipo kujua. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Tengeneza hapa kazi zako, mzigo wako, kazi zako, safari yako. Anza kujiandaa. Unapotaka kujiandaa, unakata tiketi. Unakata tiketi na uende kupanda gari lingine. Unaenda kupanda tiketi la nembo ya gari ya nembo la tiketi hiyo hiyo. Unaenda hapo kupanda gari salama kabisa. Kuna sehemu fulani kutoka Dar es Salaam hapo Iringa, kuna chakula. Wanasema, jamani, konda anaanza kutangaza. Jamani, tunaingia hotelini. Unachimba dawa dakika 10. Lakini utakapokula, unapoingia kwenye gari, uangalie gari lako. Gari lako namba fulani. Maana utakuta yapo ya namba yanayofanana rangi, na pale wanapotea sana, ndio maana wanatangaza. Utakuta mtu ameshapanda gari hili. Jamani, mmefika wote? Hayupo, kama amepanda gari nyingine. Ameacha hii. Kwa wanatangaza kwa maelezo, mtu asipotea, wanakupa rangi, wanakupa na gari lako namba yake. Uangalie namba, gari liko hivi. Sasa watu wengine wanafanyaje? Wale wazee wengine anamkalili aliyekaa naye, au anamkalili konda. Kama hajaingia konda, na kabla mlangoni hapa katikati ya magari, anamsubiri konda. Kimwona tu yule aliyevaa nguo hii, anapanda mle ndani, baba anapanda. Aliyekaa naye akimkalili, anaingia, anaona yule pale, anaenda. Kuna alama unazoweka. Sasa mbinguni nako hakutaenda kwenye kimola kile. Ni wapi siti yangu na gari langu? Utakwenda, utanyoka kwa kadiri kwenye mzigo wako ulivyokuwa. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 3. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwili. Ndio. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi, tena mnaenda kwa jinsi ya kibinadamu? Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wa wanadamu? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Basi kila mtu kwa kadiri alivyofanya nini? Alivyompa. Yaani kila mtu alivyokupa kipawa. Sasa kuna mbili. Yaani kadiri alivyokupa Mungu, ndivyo Mungu anavyokuhudumia na wewe. Sasa kuna mbili. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huu, dhahabu au fedha au mawe ya thamani, au miti au majani au manyasi,
kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Basi panatosha. Jamani, twende tufanye tuone kidogo. Hivi mti na majani ukikoka moto, kipi kinaungua? Mti na majani. Majani chuma na mti ukikoka moto, kipi kinashika moto haraka? Mti. Dhahabu na chupa ukivichoma, kipi kinastahili? Nazifahamu nawe. Dhahabu ni chafu tu, unaiona ukiweka pamoja hivi kama chupa hivi na chupa. Lakini ili uijue dhahabu, uwezo ukaifunga dhahabu kasani nimeokota dhahabu. Utakwenda kule kwenda kupima kuuza, utarudi na ya chupa yote. Unapeleka kwenye kikopo kwanza, inachomwa. Kwa shaba kama yule jamaa shati lake. Nabadilisha kwa shaba. Yaani jinsi kile kichumba kinapopata moto kile unachochomea, ndivyo na yenyewe inazidi kung'aa kwa kama shaba. Ndio maana mnawasikia hapa maharusi wale wanaletaga zile pete zote, hakuna analeta nyeupe, wote wanaleta shaba. Ile ni aina ya fedha, tunasema ni utajiri wake huu, yaani direct utajiri ni shaba. Ile ni shaba ile. Sasa ndoa zinapozidi kuchuja na pete nazo zinachuja na zenyewe zinazidi kuwa nyeupe, lakini wakati watabarishana zilikuwa shaba. Mnalipata ndugu zangu? Ile dhahabu ibadiliki yenyewe inakuwa shaba. Sasa cha chupa sasa ukichanganya mle sasa kuvichoma vyote kwa kadiri kinavyoungua kile kikopo na ile nani ndio ina keki kile kichupa, baadaye kinaja kimepasuka, kistahili kukao, lakini dhahabu ndio inazidi kubadilika. Ndivyo hapa nasema kila kitu moto utakuja kujaribu kazi ya kila mtu, kwamba ni dhahabu, chuma, manyasi, kwa miti, maana yake itateketea, maana yake itajengwa, tutakwenda mbinguni kama hiki kilivyo.